Mji wa matarajio, sura ya 6. Karibu. Kituo cha gari moshi cha Tungamo kilikuwa kimejaa watu sisisi. Herina alipotizama watu hao aliona kama sisimizi. Japo hii haikuwa mara yake ya kwanza kupitia mjini, alikuwa hajawahi kuona idadi kubwa hivyo ya watu. Aliona mlolongo mrefu wa watu uliopiga foleni kukata tikiti za kusafiria. Alishangaa kwa nini watu hawakukata tikiti kupitia kwenye mtandao. Katika kituo hiki cha gari moshi, kanuni za kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona zilifuatwa na kila mmoja. Si kama ilivyokuwa huko kijijini kwao ambako mara moja angekutana na watu ambao hawakuzizingatia. Kila alipotizama kwenye kituo hiki aliwaona watu wamevaa barakoa. Wengine walikuwa wamevalia hata barakoa mbili. Hata sehemu mbalimbali za kituo hiki zilikuwa zimeandikwa hakuna huduma bila barakoa. Kilikuwa na sehemu mbili zilizokuwa na karo za kunawia mikono. Kadhalika, kwenye ukumbi wa kugojea gari moshi kulikuwa na vitakasa mikono. Mtu alihitajika kuitakasa mikono yake kabla ya kuketi. Hata katika vidirisha vya kukatia tikiti kulikuwa na vimashine ambavyo mtu angebonyeza na kujitakasia mikono. Herina aliandamana na shangazi yake hadi mahali pa kugojea gari moshi. Shangazi alimwashiria aketi, kisha akaenda chemba na yule bwana ambaye alikuwa ameliendesha gari walilokuja nalo. Baadaye shangazi alirudi na kuketi alipokuwa Herina. Wawili hawa hawakuwa na mengi ya kuzungumza. Yamkini walikuwa wameyasema yote kule ambako walikuwa wametoka. Lililobaki ilikuwa ni kutenda kulingana na maagano yao. Ukumbi wa kugojea gari moshi sasa ulianza kujaa zaidi. Watu waliokuwa wamepiga foleni kukata tikiti walirejea na kuketi. Kwa sababu ya kanuni za afya kuhusu ugonjwa wa corona, kila msafiri alikaa umbali wa mita 1.5 kutoka kwa mwingine. Ukumbi ulikuwa kimya, kinyume na hali ilivyokuwa kipindi cha kabla ya kuzuka kwa ugonjwa huo. Si kwamba watu hawakuwa wanazungumza, walizungumza. Lakini barakoa walizovalia kuanzia kwenye kidevu hadi juu ya pua zilipunguza viwango vya sauti. Isitoshe, baadhi ya watu waliamua wasizungumze kwa kuziona barakoa hizo kuwa udhia, au kwa kuchelea kwamba hata kuzungumza kwenyewe kungesababisha kuenea zaidi kwa ugonjwa huo hatari. Herina alifurahia nidhamu ambayo ilidumishwa na watu tangu kuzuka kwa ugonjwa huo. Hakika, kufuata kanuni za afya kulipunguza sana kuambukizwa kwa magonjwa mengine kama vile mafua na kipindupindu. Hata Herina alipokuwa akiwazia haya, alijiambia kwamba hakuweza kukumbuka mara ya mwisho alipopatwa na mafua. Hata homa ya mkunguru ilikuwa imeadimika kwake kama wali wadaku. Sauti ya mtangazaji ilisikika. Herina aling'amua kwamba sauti hiyo ilikuwa imerekodiwa. Ilitoka kwenye kifaa fulani ama kwenye kinasa sauti kilichokuwa humo ndani ya stesheni. Sauti ilitangaza kwamba abiria waliokuwa wanasafiri hadi mji wa matarajio kwa gari moshi nambari 658792 ambalo lilitarajiwa kuondoka saa 8:30 walihitajika kugojea kwenye mlango nambari 72 ili kuanza kuabiri. Moyo wa Herina uligutuka ghafla. Mwili ulianza kutetemeka. Kwa mara ya kwanza alianza kuogopa. Si kwamba Herina alikuwa muoga maishani, la hasha. Herina alikuwa miongoni mwa vijana jasiri ambao walimu wake wa shule ya msingi waliwahi kukutana nao. Dina aliona mabadiliko haya kipajini mwa Herina. Alitaka kumshika begani, lakini ghafla Herina alibadilika tena na kuvaa tabasamu. Herina alikishika kidari chake kana kwamba anawaambia moyo wake jambo. Herina, hii ni safari ambayo sharti uifunge. Binafsi umeikubali bila juhudi za haja za kukushurutisha. Mama yako alikuwa amekupa nafasi ya kugairi nia. Wewe mwenyewe uliahidi kwamba ulikuwa umeyavalia juga yatakayo kukumba, yani ni kuhofu. Herina alijisemea huku ametulia kitini akigojea ishara ya shangazi yake. Hatimaye Herina na shangazi waliingia kwenye chombo hiki. Kilikuwa chombo kirefu ajabu kwa
wingi wa mabogi. Herina alimhusudu dereva wa chombo hiki kuweza kuvuta mabehewa hayo yote yaliyojaa na kutapika abiria. Alitamani kuwa na ujuzi kama huo. Hakika alijisemea kwamba isingekuwa jamii yake ambayo ilikuwa inazitegemea taaluma kama hizi watoto wa kiume, angesoma kuendesha gari moshi akishakamilisha elimu yake ya shule ya upili. Kwa kweli, akiwa hapa alijiambia kuwa anaweza kujaribu. Hata akiwa ndiye atakaye kuwa msichana wa kwanza kuendesha gari moshi, atakuwa kielelezo cha wasichana wengi wenye nia yake. Shangazi alikuwa amekata tikiti ya kusafiri katika daraja ya kwanza. Herina alisikia shangazi akisema kwamba daraja hili ni kama ile business class kwenye ndege. Hayo hata hivyo hayakumshughulisha Herina. Alikuwa tayari amesakura kwenye mtandao na kugundua kwamba tofauti iliyokuwepo kati ya vitengo hivi ilikuwa ndogo mno. Herina alikuwa ametengewa kiti kilichokuwa kwenye dirisha. Aliketi na kufunga mkanda wa usalama. Shangazi yake aliketi nyuma yake kana kwamba aliogopa kwamba Herina angetoroka gari moshi likianza safari na kukitia kitumbua chake mchanga. Dereva wa gari moshi alitia injini moto saa 8:30 juu ya alama. Kule kwenye dirisha Herina aliona chombo hiki kikianza safari polepole na hatimaye kuanza mwendo na hatimaye kukaza mwendo. Kwa hakika alikipenda chombo chenyewe. Hiki hakikuwa kama yale magari moshi ya kawaida ambayo yalienda kwa mwendo wa konokono. Herina alikuwa ameambiwa kwamba hiki kilikuwa na mbio za swara. Walitarajia kuwasili katika mji wa matarajio baada ya saa 5. Hili lilimtuliza Herina kidogo. Aliona safari hii kuwa fupi kuliko ile ya basi ambayo alisikia inachukua saa 7 au 8. Sauti ya mhudumu ilisikika tena kupitia kwenye kifaa fulani cha kidijitali iliwatangazia kwamba chombo kilikuwa kinang'oa nanga. Iliwaeleza kuhusu urefu wa safari yao. Iliwatangazia wanakoweza kupata vyumba vya kwenda haja. Iliwatangazia pia saa ambayo walitarajiwa kufika walikokuwa wanaenda. Sauti ya mhudumu huyo ilimtia Herina matumaini zaidi. Alikuwa na hamu ya kufika kwenye mji wa matarajio. Alikuwa amesoma mtandaoni kuhusu mji huu. Hivi majuzi alikuwa amesoma kwenye mtandao kuhusu maliasili iliyopatikana katika mji huu. Mji huu ulizungukwa na bahari yenye maji ya chumvi na wanyama mbalimbali wa majini. Ulibarikiwa kuwa na fuo zenye mchanga uliovutia watalii, minazi mirefu ya kuvutia na mikorosho. Alitumaini kuwa angepata muda wa kujionea yote hayo pengine mwishoni mwa juma. Gari moshi lilitafuna masafa kama mja mwenye njaa. Kutanabahi walikuwa wamelipita daraja la mto wa Tumaini. Huu ndio uliokuwa mto mkubwa zaidi katika eneo hili. Maji mengi nchini, hata yale waliokuwa wakitumia akina shangazi, yalitoka humu. Lililomvutia Herina zaidi kuhusu mto huu ni kwamba binadamu hakuwa ameingilia. Hakuona watu wakifulia nguo na kuogea kwenye kingo za mto huo kama ilivyokuwa desturi ya baadhi ya watu huko alikotoka. Haikosi haya yana wavuvi ambao wanajitayarishia shughuli za uvuvi, Herina alijisemea. Herina aliutazama mto huo hadi ulipopotea kwenye upeo wa macho yake. Alijifungua mkanda wa usalama na kusimama ili angalau apate kujinyosha. Herina alikuwa amejifunza kutoketi kwa muda mrefu sana. Hata alipokuwa akidurusu shuleni na nyumbani, alizoea kuinuka baada ya saa 1 au 2. Hapo angetembea kidogo na kuruhusu damu kutembea miguuni. Basi Herina alipoinuka kwenye kiti cha chombo hiki, alitembea hadi msalani kisha akarudi polepole. Alipofika alipokuwa ameketi, shangazi yake alimsikia akizungumza na mtu fulani kwa simu. Adabu njema haikumruhusu kusikiliza mazungumzo yasiyomhusu ndwele wala sikio. Hata hivyo, alipokuwa akiketi kwenye kiti chake, ni kama alisikia jambo fulani likitajwa kumhusu. Alipoketi alianza kuichezesha akilini mwake kanda ya yale aliyokuwa amesikia shangazi akisema. Ndiyo, tutakuwa hapo baada ya muda usiokuwa mrefu sana. Ni kama tumekamilisha zaidi ya nusu safari. La, hana neno. Ametulia hapa mbele alipoketi, ameridhia
nilisikia akimwahidi mama yake. Herina alitaka kuyapima maneno ya shangazi yake, lakini moyo wake ulimkataza. Alitaka kuifurahisha safari yake. Alikuwa na mengi ya kujifunza kuhusu mandhari mbalimbali ya nchi yake. Sasa alikuwa anatazamana na nyika pana, aliona nyasi nyingi na mito midogo midogo. Mara moja aliona wanyama kama vile paa, ndezi na kuro. Alitamani kwamba reli hii ingepita kwenye msitu, angejionea miti mikubwa ya aina mbalimbali. Hata hivyo, alitosheka kwamba alipata fursa ya kufurahia aina mbalimbali za utajiri wa nchi yake. Alipokuwa akiajabia mandhari ya huko nje, mhudumu alikuja alipokuwa. Alimuomba achague sharubati na vitafunio. Alichagua juisi ya machungwa na biskuiti zilizokuwa kwenye pakiti ndogo. Kigari cha mhudumu huyo hakikuwa na aina ya vyakula alivyopenda. Sijui kwa nini hawaleti matunda, alisema Herina kimoyomoyo. Vyakula hivi wanavyotupa hapa vinaweza kudhuru afya zetu, aliongeza Herina. Hata hivyo, Herina alijua kwamba yeye alikuwa msafiri na mara zote msafiri ni kafiri. Alimshukuru mhudumu. Alikunywa juisi yake polepole huku akiangalia glasi ambayo ilikisitiri kinywaji hiki kana kwamba anaiuliza maswali fulani. Moyoni alijiona mwenye bahati kuliko wasafiri wenzake katika vitengo vingine vya chombo hiki ambao huenda walilazimika kujinunulia tu chai ya mkada. Alipomaliza juisi yake, aliendelea kutizama nje. Wakati mwingine aliyapiga picha mandhari mbalimbali kwa kutumia kamera ya simu yake. Alisema kuwa angezifurahia picha hizo na kuwaonyesha ndugu zake atakaporudi kwao. Alijiambia pia kwamba angemwonyesha mama yake picha hizo. Baada ya muda ambao Herina asingeweza kukadiria, walifika kwenye kituo cha gari moshi cha Buli. Herina alidhani kwamba dude hili lingesimama hapa angalau alinganisha kituo hiki na kile cha Tangamo. Hata hivyo, gari moshi lilipita moja kwa moja. Alikuwa ameambiwa kwamba hili lilikuwa express. Injini ikianzishwa mjini Tangamo, ilikuwa inazimiwa kwenye kituo cha gari moshi cha Horini huko mji wa matarajio. Walipokipita kituo hiki, Herina alijua kwamba hawakuwa mbali sana na mwisho wa safari yao. Alikuwa ameyaona haya kwenye ile ramani ya mtandaoni. Alifungua kishubaka kilichokuwa juu ya kiti chake, alitoa mkoba wake, alichukua kile kitabu Nani Atakayelia Utakapokufa alichokuwa amekihifadhi humo na kuanza kusoma sura alizozipenda zaidi. Alikisoma kitabu hicho hadi pale aliposikia sauti ikitoka kwenye kile kifaa tena. Sauti iliwaarifu kwamba walikuwa karibu kutia nanga kwenye kituo cha gari moshi cha Horini. Iliwaeleza abiria kuwa wasitumie misala tena. Pia sauti ilitangaza kwamba pangekuwa na gari moshi la kuwapeleka abiria kwenye kituo cha Papaupanga katikati mwa jiji wa matarajio. Alisema kwamba huduma hiyo isingetozwa malipo yoyote. Baada ya safari ya takriban saa 5:15, gari moshi kwa jina Matarajio Express lilipiga pambaja kituo cha gari moshi cha Horini. Safari ilifika ukingoni. Sauti za kufunguka kwa mikanda ya usalama zilisikika. Abiria walianza kushuka, kila mmoja akiwa na matarajio yake. Shangazi Dina alitarajia kwamba aliyopanga yangetengenea. Aliomba kwamba isije ikawa palitokea shiriku mtu akauambia utawala kwamba hakuwa amempeleka Herina kwenye shule ya upili ya Kileleni kama alivyokuwa amewafanya wengi kuamini. Japo alikuwa mweledi katika kazi aliyofanya, mara zote alichelea kukabiliana na mkono mrefu wa serikali. Alikuwa amefanikiwa kujificha miaka yote hiyo. Alikuwa na hamu ya kumfikisha Herina salama alikokuwa amepanga kumpeleka. Hakutaka kibuyu kivunjikie mlangoni. Kwa upande mwingine, Herina alikuwa na matarajio ya kumpata mwajiri bora. Alimwomba Mola amsaidie kukutana na mwajiri mwenye huruma, aliyetambua shida za wanyonge, aliyeuelewa umuhimu wa elimu na atakayeelewa matamanio yake. Aliomba majaliwa yamkutanishe na mtu anayeweza kumwonyesha alikokuwa baba yake. Bila shaka, Herina na baba yake walikuwa na mengi ya
kuzungumzia. Huko nje ya gari moshi, hewa yenye hali ilimpiga Herina kwenye pua yake. Pumzi zilimpaa kutokana na lile joto kali lenye unyevu. Hii ndiyo iliyokuwa mara yake ya kwanza kuwa katika mazingira ya aina hii. Mama yake alikuwa amemuonya kwamba mji wa matarajio huwa na joto kali katika msimu huu. Alikuwa pia amesoma katika mtandao kuhusu hali ya anga ya mji huu. Herina alimtizama shangazi yake na kuona kwamba yeye hakuwa na tatizo lolote. Walipita baina ya maduka na vibanda vya kuuzia bidhaa mbalimbali. Kwenye baadhi ya vibanda kuliuzwa viazi vya kukaanga kwa mafuta. Pia kulikuwa na wachuuzi ambao waliuza samaki ambao hawakuwa wamepikwa na wengine waliopikwa hapo mtaani. Kulikuwa na wengine waliouza vipande vya matunda mbalimbali kama vile matikitiki maji, mapapai na mananasi. Almuradi sehemu hii ilisheheni heka. Herina hakuiona hali hii kuwa tofauti na baadhi ya miji midogo na masoko huko kwao alikotoka. Kutoka kule nyuma alikokuwa, Herina alimuona shangazi akiashiria gari fulani kubwa kuegesha mahala fulani. Alishangaa kuona kwamba gari hilo lilifanana kama tui na maziwa na lile lililowaleta kwenye kituo cha gari moshi cha Tungamo. Laiti Herina angekumbuka nambari ya usajili ya gari lililowaleta huko Tungamo, bwana aliyekuwa akiliendesha gari hilo alitoka. Herina hakumuona vyema. Hakuona haja ya kumtazama kwa makini kwani alikuwa mgeni wa shangazi yake. Bwana huyu alimfungulia Herina mlango wa nyuma wa gari. Dina alimshika Herina begani. "Karibu mwanangu, ingia," Dina alimwambia Herina huku akijiunga na yule bwana kwenye kiti cha mbele. Mwisho wa sura ya 6. Tukutane kwenye video hiyo nyingine kwa sura ya 7.